Kumbuka kusubscribe na kushare. Kwa mara nyingine tena karibuni. Na leo tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia, ambapo ni upande wa NVivo, ambao kipindi kilichopita tulijifunza ile introduction, lakini kama nilivyokuwa nimeanza nikifanya recap, tuliona kwamba cha kwanza lazima tuhakikishe kwamba structure ya kazi inafanana ili analysis yetu iwe rahisi. Kwa hicho ni kitu muhimu. Na katika structure maana yake tuliangalia ile structure assesses, alafu tukaenda katika chapter ambayo ni ya methodology, tukajadili pale na tukazungumzia approach ambayo ni qualitative. Na katika ile qualitative approach tukasema kuna design, ambazo hizi design zenyewe zipo za aina tofauti tofauti. Mfano tukasema kuna phenomenology ambayo yenyewe inaangalia lived experiences, kuna ground theory ambayo inaangalia theory development, kuna mambo ya ethnography, mambo ya culture, tukaangalia narrative inquiry, mambo ya life stories, case study, action research, participatory research na kadhalika. Lakini pia tukawa tumezungumza aina za analysis ambazo zinaweza zikafanyika katika study. Na mojawapo ya analysis tukazungumzia mfano ground theory analysis, tukazungumzia thematic analysis, content analysis, narrative analysis, discourse analysis, constant comparative methods analysis. Hizi zote zinakuwepo. Na siku ya leo tutaenda kuangalia upande wa semantic analysis, namna gani tunafanya tunavyo analyze semantically, maana yake katika tunapo analyze kwa kupata zile themes au kudevelop themes. Lakini pia tukawa tumezungumzia coding, na tukasema kuna aina tofauti tofauti za coding ambazo zilikuwa ziko nyingi tu. Kwa leo ni wakumbushie tu chache. Mfano tulizungumzia descriptive coding, ambayo tulisema yenyewe una kodi kwa mujibu wa ulivyoelewa ile ule ujumbe unasemaje. Lakini pia kuna NVivo coding, maana yake una kodi kulingana na maneno ambayo yameandikwa ndani ya ile transcription yako. Lakini pia tulikuwa na process coding, tukawa na pattern coding na aina zingine za coding. Lakini pia tukawa tumezungumzia kwamba kuna management ya data na organization, kwamba kabla hujaenda kuanza kufanya coding hakikisha kwamba data zako zipo vizuri. Data zako ziko vizuri, umezikagua, umeangalia, umepangilia kila kitu kimekaa vizuri. Hicho pia tulikuwa tumekisema. Lakini pia kitu kingine ambacho tulikuwa tumekizungumzia, tuliangalia aina ya tools mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika katika kufanya analysis ya data zetu. Mfano tukawa tumezungumzia Sonix AI, tukawa tumezungumzia Ota, NVivo, MaxQDA. Hizo zote tulikuwa tumezungumzia, na tukawa tumesema kwa nini tunazungumzia NVivo, tukataja baadhi ya faida zake. Moja hapo tulisema inasaidia katika kuorganize, lakini pia katika kufanya storage ya data, maana yake ina act kama database. Lakini pia tukawa tumeangalia baadhi ya step katika tunapotaka kwenda kufanya analysis katika NVivo, step zake ni zipi ambazo tunatakiwa tuzifuate. Lakini kwa kufanya hivyo tukawa tumefamiliarize na software yetu. Tukawa tumefamiliarize kwamba software yetu jinsi inavyoonekana, mfano kama hapa inavyoonekana, hivi ndivyo inavyoonekana muonekano wake, ambapo tunakuwa na structure upande huu hapa wa kushoto ambao wenye rangi ya purple. Hapa mfano hapa juu tunakuwa na jina la faili ambalo unakuwa umelisave linakuwepo hapa juu. Lakini pia faili zingine ambazo utakuwa unaziimport ambazo zipo katika format tofauti tofauti, na zenyewe zitakuwa ziko hapa. Lakini utakapokuwa unafanya coding,
maana yake coding itakuwa ipo katika eneo hili hapa. Lakini pia kuna kuwa na sehemu ya query. Hizi query ni kama maswali ambayo unakuwa unauliza, alafu baadaye unakuwa unapata majibu yake. Baada ya hapo, baada ya kufamiliarize hivyo, kwa leo sasa tunaenda kujikita zaidi namna gani tunafanya coding na aina gani za faili ambazo tunaweza tukazitumia katika kufanya coding na aina ya analysis ambayo pia tunaenda kuitumia. Sasa cha kwanza kabisa hapa tulikuwa tumeshafungua faili letu ile wiki iliyokuwa imepita. Tumefungua faili ambayo hili file in vivo file ambayo linaitwa Tasafiki in vivo, au mwingine unafungua faili lako lolote ambalo unalitaka. Baada ya hapo kuna aina za faili sasa ambazo wewe unaenda kuzitumia katika kufanya analysis. Hizi faili ziko katika format tofauti tofauti. Mfano ukija hapa katika import, ni ile kuimport, ukija hapa katika faili, ukifungua hapa katika faili utaona aina ya data ambazo unaweza ukazitumia. Mfano kuna dokumenti za kawaida, maana yake hapa tunazungumzia Word file, lakini pia tuna PDF file, lakini pia tunaweza tukawa tuna picha, unaweza kuweka picha au ukawa na audio file, lakini pia inawezekana tukaweka video file na yenyewe inakuwepo. Sasa hapa nitaonyesha tu leo namna tunavyoweza kuimport hizi faili tofauti tofauti. Hii picha nilikuwa nimesahau, sijaiandaa. Haya, lakini style yake ni hiyo ya kuimport. Kwa hiyo tutaonyesha namna gani ya kwenda kuimport. Moja kati ya management ya data tulisema ni organize, kupanga vizuri kazi yako. Kwa hiyo tunapoenda kupanga vizuri, maana yake hapa tunakuwa tunatengeneza faili. Kwenye hili hapa ili hapa hii sehemu walioandika faili. Kwa hapo unakuwa unatengeneza faili. Kwa hiyo ukifungua hapa, unapoenda kufungua faili lako sasa, mfano hapa nilitengeneza faili la Tasafiki audio, Tasafiki video, lakini nataka niweke Tasafiki Word document. Kwa hiyo ili niweze kutengeneza faili hapa, nina right click na bonyeza mouse yangu upande wa kulia na kuja hapa kwenye new folder na ifungua hii. Nikifungua inafunguka hapa, ina pop up. Ikipop up hapa, maana yake hapa nitaandika sasa aina za faili ambazo nazitaka. Kwa ile jina. Kwa hiyo nitaandika hapa mimi Tasafiki Word. Kwa faili zote za Word nitakuwa na save katika folder hili. Kwa hapa naweka done, maana yake hapa nakuwa nimetengeneza. Kwa hiyo unaona hili faili limetokea hapa. Lakini pia tuliona tunaweza tukaimport PDF. Natengeneza faili lingine ambayo nitaorganize data zangu za PDF zote katika folder moja. Kwa hiyo naenda na right click tena na click hapa new. Nikiklik new linajifungua. Hapa naenda kuandika Tasafiki PDF. Kwa zile PDF zote zitakuwa zinaingia hapa. Kwa hapa kama ni picha, hapa tuliona kwenye faili hapa kuna document, kuna PDF, kuna picha, kuna audio, kuna video. Kwa faili la picha bado. Kwa hiyo unaweza nika right click tena, nikabonyeza new, itafunguka pale. Hapa naandika Tasafiki Tasafiki picture na save na bonyeza done. Kwa hiyo ukiangalia hapa aina zote za faili hizi, maana yake una uwezo wa kuzifanyia analysis ndani ya NVivo. Hapa nadhani hata watu wa feed tofauti tofauti, kama mtu anataka kuanalyze picha inafanyaje au video au kitu gani, maana yake anaweza akafanya. Sasa ukiangalia katika hizi faili sisi binadamu kuna mahali unaweza kukuta ulikosea katika kutype. Mfano kama hapa mimi faili hapa nimeandika video badala ya video. Kwa maana yake hapa jina nimekosea. Kwa hiyo ili niweze kurekebisha hili jina, vile taratibu yetu ile ile, una right click, ukiright click hapa una get info. Watu wanaotumia Windows sijajua inaonekanaje, baadaye mmoja atajitolea, tutaona inaonekana vipi. Kwa hapa na get info. Kwa get info maana yake kama ile properties. Kwa kwenye Windows nadhani itakuwa ni properties. Kwa hiyo inafunguka hapa, na uwezo wa kuja kuedit. Kwa nika edit vizuri hapa, nikaandika video, alafu nikaweka done. Hapa tayari ninakuwa nimefanya nini? Nimerekebisha. Kwa hiyo hapo tayari tumeshafungua folder ambazo hizo folder ndani yake tunaenda kuweka data ambazo sisi tunataka tuzifanyie
kazi. Data zipo katika format tofauti tofauti. Format ya kwanza audio, format ya pili PDF, format ya tatu video, format ya 4 Word, format ya 5 picture. Hizi zote zinafanya kazi ndani ya NVivo. Haya, tunaingizaje audio file? Na click hapa kwenye hii file la folder la audio ili hapa na liselect kwanza. Nikisha click hili ndo nakuja hapa katika import nakuja file na import file gani? La audio. Kwa na click hapa audio. Kiklik audio naenda kutafuta ile audio file langu liko wapi. Kwa mimi hapa file langu audio nachukua ile hapa. Sasa hapa format ambayo nimeona inakubalika katika NVivo ni format ambayo ni MP3. Kwa na click ile file langu la audio na bonyeza import. Kwa nikiimport nasubiria kidogo file langu lile linatakiwa liingie ndani. Kwa likiingia linakuja kama hapo. Linafunguka hivyo. Kwa likifunguka hapo, maana yake kama jina ni hili, mimi naacha tu jina hilo ambalo litakuwepo pale. Kama unataka kubadilisha jina, maana yake unabadilisha. Baada ya hapo, unakuja hapa chini mwishoni una click done. Kwa ukiklik done, maana yake ile file linakuwepo hapa na file linaonekana hapa. Kwa hiyo kama mtu sasa ndo anataka kwanza kufanya coding, maana yake ataanza kufanya coding na file lake litakuwa linaonekana hapa. Ili hata ukiliplay, mfano hapa chini ukija hapa chini kabisa, ukibonyeza hapa experimental refers to the framework or structure of an experiment and as such there are several. You see, kwa hiyo una uwezo wa kusikiliza na ukafanya coding. Sasa leo hatutafanya coding ya audio. Hii siku nyingine tutafanya kama tukipata muda. Haya, hivyo ndivyo tunavyo import audio file. Lakini pia tunaweza tukaimport PDF file. Kwa hili hapa naweza nikalifunga na click hapa juu hapa kwenye hili neno hili na click hapa nafunga. Haya, nina close tu hapa. Nakuja katika PDF. Tuna import vipi PDF? Utaratibu ni huo wa kuimport. Unakuja zako kwenye import, unakuja file, unakuja PDF. Una click hapa PDF. Ukiklik PDF unaenda kutafuta hiyo PDF unataka kuiweka ipo wapi. Mfano mimi hapa file ninalotaka nimeandika ile hapa semantic analysis example la PDF. Nalichukua hili na click hapa import. Kwa hiyo lina load, linakuja jina, nataka libaki lile jina hapo libaki tu lile na click hapa chini done. Kwa nikiklik done nakuja hapa na faili langu wote tunaliona kwamba liko hapa. Hili limetokea. Namna kufanya coding hapa ni kama kawaida tu tunavyofanya kwenye Word. Hii tu zinafanana ila tu hii format ni ya PDF. 3 tunaenda kuimport na ifunga hii. 3 tunaenda kuimport video file. Video file iko hapa. Tunapoenda kuimport tunakuja hapa import file. File inakuja kwenye video na click hapa video. Click video naenda kutafuta ile video unayotaka kuiweka. Video hiyo hapa ambayo mimi nataka kuiweka ni hapa nimeandika video demo na hii hapa ni format ya video ambayo inawekwa ni MP4. Kwa na click hapa MP4 na hapa na click import. Kwa hapo itaload. Okay, jina linaniambia nibadilishe jina. Mimi nataka jina libaki hilo hilo. Kama nataka kubadilisha, unabadilisha. Hapa naweka done, basi video yangu inaingia. Video ikiingia inaonekana katika mtindo wa namna hii. Kwa hiyo ukitaka kuanza kustart coding, maana yake hapo unaweza ka play hapa chini ukaisikiliza. In a world that never stops moving, every second matters. What if every AI media came together in one place? Introducing Chatly. You see? Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyokuwa tunaweza kuimport video. Lakini pia tunaweza tukaimport file lingine. Nalifuta la video. Tunaweza kuimport Word file. Kwa hiyo tunarudi vile vile hapa document, naenda kuna tafuta file langu nataka kuliweka ni hili hapa semantic analysis na import hapa. Hilo la Word na hiyo lina load. Kwa hiyo lina load. Kwa tunaisubiria wakati inaenda. Kwa hiyo kama nilivyosema leo hatutafanya analysis ya hizo data set zote, yani audio, PDF, video, picture, hatutazifanya zote. Ila sisi ambacho tutakifanya maana yake tutafanya coding kwa kufanya hiyo Word file.
naona inaenda slow kidogo. Haya, tuendelee kuongea wakati inakuja. Sasa leo tunavyoenda kufanya zoezi letu, tutafanya zoezi kwa kukodi kwa kutumia word file ambayo tutaenda kutumia moja ya analysis approach ambayo ni common sana kwenye mambo ya social science, ambao kwenye field tofauti sina uhakika sana, lakini kwenye social science tunatumia sana aina hiyo ya approach ambayo ni semantic analysis, ambao ina waanzilishi wake au developer wake ni Brown and Clark. Kwa faili letu linakuja hapa nabonyeza done, faili ile la Word linaingia, linatokea hapa. Kwa linaonekana katika mtindo wa namna hii. Picha nilikuwa nimesahau kuandaa, lakini utaratibu wake ni ule ule, una import unaziweka picha zako pamoja. Lakini leo tutaenda kufanya coding kupitia njia hii hapa. Kwa hiyo Brown and Clark, tunapoenda kumfuatisha huyu, ngoja ni share file na nyie mtu kama anaweza kuwa anafuatilia kule, nazituma kwenye group hapo la Tasafiki. Ngoja nione, nataka ni download. Okay, hapa nadhani Tasafik. Okay, nimetuma hizo file kwa kila mtu anaweza download alafu then tukawa tunaenda pamoja. Sasa katika hapo tunavyoenda tutafuata step za huyu Brown. Tunapofanya semantic analysis mara nyingi wengi wanamfuata huyu. Huyu ndio huwa wengi wanamfuatilia Brown. Kwa hiyo huyu Brown katika thematic analysis kuna zile types za analysis ambao common moja hapo ni reflexive semantic analysis, ambao huyu anakuwa anaongozwa na step ambazo ziko 6. Reflexive semantic analysis by Brown and Clark. Katika hii reflexive analysis kuna steps hapa, nifungue kidogo hapa. Tuna hatua 6 ambazo tunatakiwa tuzifuate. Mtafute. Okay, maana hapa tuna 6 steps ambazo tunatakiwa tuzifuate. Sasa hapa tunachoenda kufanya tunaenda kuangalia, je, kwenye ni vivo tunazifanyaje hizi hatua? Hatua ya kwanza tunasema ni familiarization with the data. Kufamiliarize maana yake hapa tunaenda kuangalia uzijue zile data, uzisome, upate ile general picture concept yake ambayo iko pale ndani. Data zinahusu nini, zipoje, mambo ya grammar na vitu vingine unaweza kawa unaangalia hapa katika familiarize. Baada ya step hii hapa tutakuja kuangalia step ya pili ambayo ni kugenerate initial code. Baada ya kufamiliarize tunaenda kugenerate initial code. Maana yake zile kodi zetu sasa tunaanza kutengeneza kodi ya kwanza mpaka kodi nyingine. Baada ya kutengeneza kodi tutatengeneza kodi, tutapata label kama hivi, tutakuwa tuna label kodi ya namna hii, unasoma ile sentence then unatafuta maana. Then baada ya hapo tutakuwa na hatua ya tatu, ambayo hatua ya tatu hapa tutaenda kugenerate themes. Tutaenda kugenerate theme hapa, maana yake zile kodi tutapata pattern au categories, alafu baadaye ambao wengine wanasema sub themes, alafu baadaye tunakuja tunapata na themes moja kwa moja. Alafu hatua itakayofuatia ambayo tutaenda kufanya itakuwa ni hatua ya 4 ambayo tuta review potential themes. Unaenda una review sasa zile theme ulizozitengeneza. Je, zinaendana na kile ambacho ulikuwa unakitaka?
ukiangalia, ukisoma tena kodi yako, ukirudi kwenye theme vinafanana au vifanani, maana yake hapo una review zile themes zako ambazo umekuwa umezitengeneza. Baada ya pale tena, baada ya kureview, utakuja step inayofuatia, step ya 5 ambayo ni nini? Kudefine and naming. Kwa hiyo inawezekana sangine theme uliipa jina labda John, lakini ukagundua John ili jina halijakaa vizuri, labda paka niweke na surname yake, labda John Joel. Kwa maana yake unaenda kudefine tena, au unaenda rename ile theme yako. Maana yake utasema John Joel badala ya John, kama ilivyokuwa na jina moja pale mwanzo, lakini sasa hivi umeweka majina mawili. Kwa pia hiyo ni step nyingine ambayo unakuwa tunaifanya. Lakini pia ya mwisho kabisa, maana yake tutaenda kuangalia namna gani ya kwenda kuproduce report ambayo sasa wewe itakusaidia kwenda katika kuandika. Hii report inakuwa ni ipo katika mtindo wa matrix form. Inakuwa mtindo wa matrix ambayo ile matrix wakati unaandika sasa unajua kabisa quotation yangu iko hapa, labda theme zangu zitakuwa hapa, au kitu fulani kitakuwa kipo katika mtindo huu. Okay. Maliza hapo, tunarudi zetu tena kwenye NVivo software, na hapa tunatakiwa tuanze kufanya coding. Lakini muda mwingine unaweza ukagundua kwamba katika jinsi hii transcript yangu ilivyo hapa, kuna kitu labda naweza nikarekebisha. Hapa ilivyo ukikliki huwa hauwezi kurekebisha kitu chochote, ila una uwezo tu kuhighlight hapa ilipo. Hata ukikliki vipi hapa hauwezi. Nini ambacho unaenda kukifanya hapa? Unakuja upande huu wa kulia juu hapa. Upande wa kulia juu utaona wameandika edit. Una click edit hapa tap. Ukiklik edit hapa tayari kasa ishajitokeza. Maana yake hapa nina uwezo sasa wa kufanya editing yoyote ambayo naitaka. Mfano hapa naweza nikaklik nikabonyeza enter, ikashuka ikatengeneza kama ka paragraph. Nikaangalia tena labda hapa tena nikaklik tena pale nikabonyeza enter, nikaweka hapa nikapata paragraph. Kwa nikaonyesha kumbe hapa na paragraph zangu 3. Nikiondoa hii tiki hapa tap, maana yake hapa tena unakuwa uwezo kufanya nini? Kuedit. Kwa unaweza ukaiedit ile transcript hata kama mwanzo labda ulikuwa hujaiedit vizuri kule, umeibada tu kuitranscribe kutokea kwenye audio au kwenye video ukaileta huko moja kwa moja. Maana yake hata hapa pia una nafasi kwenye NVivo kuweza kuedit ile transcript yako. Okay, baada ya hapo sasa tuanze kufanya coding. Tutakapokuwa tunafanya coding kwa kufuata hizo step 6, maana yake tunafuata ile thematic analysis. Kwa hiyo wale ambao huwa wana analyze data hasa kwenye social science, kwa kufuata thematic analysis, maana yake wanafuata hizo step. Kwa kufanya hivyo, maana yake tuna uwezo maana yake hapo usha familiarize na ile data yako. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza sasa. Tunaenda hapa katika coding. Nimefungua hapa kodi, nataka tuanze kukodi. Tunafungua hii hapa. Nikishafungua hapa, kwa natakiwa nianze kukodi. Haya. Kwa naangalia hapa neno ambao sentence au paragraph ambayo inaleta maana. Paragraph au sentence inaleta maana. Kama ukikodi kwa kufuata sentence, maana yake kila mahali ukodi kwa kufuata sentence. Kwa kwenye transcript zote lazima ufuate hivyo. Kama ukikodi kwa kufuata paragraph, maana yake kila mahali ukodi kwa kufuata paragraph. Mfano, kama nikiamua kuselect labda hii yote, hii ni paragraph. Hii ninapo select afu nikaenda kuikodi hii. Hapa. Maana yake nikienda kuikodi hii hapa, maana yake ni nini? Maana yake hapa nina kodi kwa kufuata paragraph. Lakini njia nyingine, maana yake naweza nikawa na kodi kwa sentence hapa mpaka sehemu ya nukta, maana yake hii hapa. Hii ni sentence moja. Kwa hiyo nitakodi kwa kufuata sentence. Kwa hiyo tuwe makini pale tunapoanza kufanya coding, kwamba ujue kabisa wewe unapokodi unakodi kwa kufuata sentence au unakodi kwa kufuata paragraph.
Kwa mimi binafsi huwa ninavyo kodi, huwa na kodi kwa kufuata sentence. Kwa hapa tunaweza tukaangalia katika sentence moja moja nina kodi. Kwa mfano katika sentence hii hapa hapa ukiangalia labda nikikodi hapa sentence inaita maana anasema in the village school in rural Tanzania, Mr. Juma begins each morning not with a lessons but with a song of unity. He gathered his students under the weathered mango tree and led them to the national anthem, teaching that discipline and love for a country come from self. Then naendelea. Ninapoisoma hii hapa hii taarifa yangu hapa maana yake nina familiarize naangalia okay. Hapa nini ambacho story inahusu nini na ili niweze kupata ule uelewa wa pamoja. Baada ya kupata hivyo tunakuja katika kukodi hapa na right click hapa naanza kutengeneza step zangu sasa. Na right click hapa kodi. Sasa hivi tuna kodi hapa na click hii kodi na right click na tengeneza folder. Folder la kwanza hapa katika zile step pale tumeziona kuna step 6. Unaweza kuwa unafuata katika ile PDF pale. Tuna step 6. Tuna phase ya kwanza ambayo ni kufamiliarize na phase ya pili ambayo ni kugenerate code. Kwa hapa mimi naweza nikazigawa hizi katika phase mbili. Kufamiliarize maana yake ni ile kusoma tu na kujua hapo nini kipo, then naanza na kukodi. Kwa phase ya kwanza na ya pili naziweka pamoja. Kwa hapa naweza nikasema labda phase 1 maybe and phase 2 nikaweka hapa. Description ambayo nitaiweka hapa maana yake hapa moja nitasema pale familiarizing with a data and maybe initial coding. Description yangu tu nimeweka, au unaweza usiweke description vyovyote vile. Kwa hiyo na click hapa. Kwa ndani ya hii hapa hii phase ya kwanza ambayo ni familiarization na kugenerate code, ndio kodi zangu za mwanzo zitaingia hapa. Kwa naenda naangalia, naanza kukodi sentence ya kwanza. Naweza nikaangalia huyu hapa sentence ya kwanza hii hapa. Hii sentence binafsi naona kidogo inakuwa ina mashiko. Anazungumzia hapo begins morning not with a lesson but with a song of unity. Kwa naangalia jina gani ambayo naweza nikaipa hii sentence ambayo inaweza inamaanisha hicho ambacho kiko hapo. Kwa nikiangalia mimi labda naweza nikasema labda Rito nika select nikasema morning unit Rito stuff like that. Okay, jina lolote. Hii ni kodi mpya. Kwa nita click hapa new code na click hapa tap. New code imetengenezwa. Hii hapa naita morning unit maybe Rachel. Naweza nikailabel hivyo. Maana yake hapa unaweza kuweka description labda kila wakifika asubuhi kabla wajaingia darasani wanaimba wimbo ule wa umoja. Kwa unaandika description pale labda maybe every morning students and teachers maybe sing a unit song. Sing a song of unity. Na click hapa. Done. Chop. Nikiclick done, maana yake hapa kodi yangu natakiwa nje nione, na click hapa kwenye home hapa pap. Kodi yangu imeenda kujificha wapi? Imeingia ndani hapa. Kwa hiyo kodi yangu naweza nikaidrag nikaiweka kwenye phase yangu ndani tap, ikaonekana hapa. Kwa kama imejificha kwenye hii kodi hapa, unaweza ukaidrag hapa ukaiweka ndani ya hii folder yako hapa. Kwa hiyo unaiclick unaiweka hapa ndani. Kwa hiyo yenyewe kitokea itaonekana hivi. Na hapa hii ukisqueeze hivi kidogo utaona hizi file hapa imejitengeneza kwamba file maana yake hii document
hii ni transcript ya kwanza na imekuwa referenced mara moja. Kwa hapa nimeikodi hapa. Then naendelea kusoma, naangalia sentence nyingine. Labda sentence inayofuatia ni hii hapa. He gathered his student under withered mango tree and leads them in the national anthem, teaching that discipline and the love for a country come before self. Okay. Kwa hapa hiyo tunaweza tukaiangalia, tukasema labda tunaikodi, unaiselect hii yote. Ukisha select, baadaye una right click. Kumbuka ni kodi mpya, tunaenda hapa kwenye code selection. Code selection tunachagua hii kodi mpya, kwa new code. Na ikodi tena hapa pap. Nikikodi hapo hiyo, jina la hii kodi nikipitia vizuri hapa, maana hapa kuna leading national anthem iko pale. Kwa naweza nikasema hapa leading national anthem. Nikailebo hivyo, then nikasema done. Kodi zangu zinajificha juu ya hii kodi hapa. Umeona hii kodi hapa inajificha hapa. Kwa hiyo unaweza tu kai-drag hapa ukaiweka hapa. Kwa hiyo ukiklik hii folder hapa, zote mbili zinakuwa zinaonekana. Hiyo kodi nyingine nimeifanya. Hizi hapa nitafanya nyingine moja ya mwisho, afu baadaye hizi za chini sentences zinazobakia mtu mmoja ata demonstrate. Hii ni kodi yangu ya pili nimefanya. Aina hii ya coding maana yake unaweza tukaita ile kama descriptive coding. Descriptive coding ambayo iko hapa, au processing coding kama unatumia zile za ING kule. Lakini kuna in vivo coding. Katika in vivo coding tulisema yenyewe una kodi kulingana na lile jina. Yani kulingana na jina. Unachukua sio jina, yani unachukua ile phrase ile yenyewe ambayo exactly ilivyotamkwa ndani ya ile sentence. Mfano narudia tena kukodi sentence yangu ya kwanza hii hapa. Hii ya kwanza hapa. Hii village school Lulo in Lulo Tanzania Mr. Juma bla bla. Kwa nikaanzia hapa labda kwa Mr. Juma mpaka hapa kwenye unit. Lakini hapa nikiangalia hii sentence inavyoonyesha hapa, maana yake kila asubuhi hapa baadaye kabla ya masomo wanaanza kuimba wimbo. Kwa mimi nikachukua hili neno hapa labda song of unity ndio nikakodi. Song of unity ndio nikakodi. Kwa hiyo nita right click. Right click. Hii sasa hivi nataka nikaiweke kwenye existing pale. Kwa hiyo ninaenda hapa code selection na chagua hapa existing. Nikichagua existing hapa kwenye code, nikifungua kwenye hii phase 1 naona ziko hizi mbili. Zile za mwanzo ambazo tumezikodi. Sasa hiyo sentence ninataka kuikodi sasa hivi maudhui yake yanafanana na hii kodi ya kwanza hapa. Hii. Kwa hii maana yake na select. Nikisha select na bonyeza hapa tap. Sija select hapa. Natakiwa niweke tiki alafu na click hapa. Tap. Imeenda. Maana yake zile kodi mbili zilikuwa zinafanana maudhui yake. Kwa nimeikodi ndani ya kodi moja. Ndio maana ukija hapa unaenda kuangalia kwamba katika hii kodi ambayo iko hapa, katika faili hili moja imekodiwa mara mbili, yani sehemu mbili ambazo zinaelezea kitu kimoja. Mfano nikitaka kuona hapa ndani ilivyo, nakuja hapa na double click tu hii mara mbili inafunguka hapa. Kwa hiyo ikifunguka nitaona vile ambavyo mimi nilikuwa nimekodi. Kwa hii kodi yangu hii hapa ya kwanza ambayo iko hapa, lakini pia kuna kodi yangu ya pili ambayo iko hapa. Hizi ni kodi mbili ambazo nimezikodi hapa. Lakini kumbuka hapa nilivyozikodi hizi ni hizi sentence mbili, jina litabaki hili moja. Lile lingine halikuja kwa sababu nimebebesha ndani ya kodi ambayo tayari imeshatengenezwa. Nitairudia tena hiyo process kuona njia tofauti. Sasa nyingine inawezekana wakati unaangalia hapo ukaona hii sentence mbona kama haijakamilika vizuri au haipo sawa au haipo nini, unataka ukaione kwenye original file. Kama unataka kwenda kuiona katika original file, unakuja hapa juu kwenye hii link. Hapa ndio tunaposema katika data management, hii ina act kama database lakini pia ina tracking ile kwamba hiki kitu kimetokea wapi. Kwa hiyo nina uwezo wa kuklik hapa tap
Nikiklik itaenda kunionyesha ile sentence nimeikodi kutokea wapi. Ndio maana imedraw hapa. Nadhani paka hapo tunaelewana. Haya. Narudi tena katika ile coding ya in vivo. Yaani una kodi neno kama lilivyo. Narudia hii sentence hii hapa. Naichukua hii tena hii yote paka hapa. Lakini hii sentence ninachotaka kwenda kukodi kwenye neno letu ni Song of Unity. Naandika ile neno kama lilivyo hapa, lilivyotamkwa. Nina right click, ninaenda code selection, ninaenda new code hapa. Itafunguka new code, jina naenda kuweka ili hapa Song of Unity kama lilivyo pale, Song of Unity. Kuna y pale. Naweka pale, hapa nabonyeza done. Limejificha hapa kwenye kodi, haina shida, na idrag tu, na ileta hapa, nikiklik hapa, zinaonekana zote, ziko hapa. Kwa hapo ukiangalia, manake utaona ile Song of Unity. Sasa tulisema ukiwa una kodi kufuatana na maneno au phrases ambazo zipo ndani ya sentence, hii ndio tunaita in vivo. Manake una kodi neno exactly kama lilivyo. Lakini kama una kodi tu kwa kuangalia tu maana, kama tulivyokuwa tumekodi hizi sentences zingine hapa za juu, manake ukiangalia tu maana, hiyo inakuwa ni ile descriptive coding ya kawaida. Haya. Lakini pia nifunge hii na hapa nirudishe hapa. Lakini pia katika kukodi hapa tulikuwa tunaona tuna highlight sentence. Baada ya kuhighlight tulikuwa tuna right click, tunaenda kwenye code selection, tunaenda either katika existing au katika new code. Tulikuwa tunafanya hivi. Lakini pia njia nyingine, baada ya kuhighlight unaweza ukaja hapa juu kwenye code hapa. Unakuja kwenye hii code, umeona hapa juu kwenye hii code hapa. Kwa unaweza ukaklik tu hii code hapa tap. Ukiklik hii code utakuja vile vile either kwenye existing. Ukibonyeza existing manake zitajitokeza zile kodi zingine na utachagua ipi ambayo wewe unataka ukakodi. Au utaenda katika kutengeneza new code, manake utaklik new code, utatengeneza. Meli unasikika? Kwa hapo manake tutakuwa tunafuatisha kwa hiyo njia nyingine. Sasa aina hii ya coding ambayo tunaifanya hapa tunaita inductive. Inductive manake unakuwa hauna predetermined themes. Unakuwa hauna. Ndio inaitwa inductive. Kwa inductive kama hiki tulichokifanya hapa, aina hii ya coding tunaita inductive, kwa kama hapa tulivyoonyesha. Deductive yenyewe inakuwa tayari umeshaandaa maswali. Yani umeshaandaa container zako. Mfano kama hapa naweza nika right click nikatengeneza maybe top code, nikatengeneza kodi moja, au nimeenda chapo hapo, nataka kutengeneza kodi mpya kwanza afu ndo ni kodi ndani. Kwa hiyo na right click natengeneza hapa new top level code, na click hii pap. Hapo tukiangalia labda tunapotengeneza container, mfano kama swali langu hili, ukisoma hili swali langu linazungumzia what moral value practice do teacher engage in for national building. Kwa mimi hapa ninachoweza ukiangalia katika hili swali langu ninachokitafuta hapa ni ile moral value. Kwa hii container yangu hapa naenda kuiandika kama moral value. Kwa swali litakuwa linadili na mambo ya moral. Kwa vitu vyote ambavyo vitakuwa vinafanana na moral, nitakuwa na vikodi na kuviingiza ndani ya hii container. Kwa hapa nitaandika moral value. Moral value. Na click hapa done, tap. Kwa ile moral value ni hii hapa. Sasa hii moral value hii inakuwa ni container ambao zingine zote zinatakiwa ziwe ndani ya hiyo moral value. Zote. Mfano hizi 3 tulizozikodi hapa hizi zote kwa pamoja maana yake zipo ndani ya moral value. Kwa maana yake unachokifanya una drag tu hivi, una drag unaitupia hapa ndani tap. Imeingia pale, na hii song na drag naiweka hapa ndani tap. Imeingia na hii hapa leading na nyona drag naweka hapa ndani tap. Imeingia hapa ndani. Nikiifunga hapa hivi maana yake inakuwa hii ni ile moral.
Kwa kama nina swali lingine liko hapa chini, maana yake na yeye nitakuwa nimelitengenezea. Na swali lingine la 3 na yeye nimeliweka, kama ulikuwa kwenye thesis yako au pepa yako na maswali 3, na yeye utakuwa umeyatengeneza hapa kama nilivyotengeneza hapa. Kwa mfano hapa naweza nikasema nikalebo hapa labda research question 2 nikawepo hapo, na hapo chini yake tena nikaweka tena research question 3 na nikaweka hapa, likawa kama hivi. Na hii ya Molo ambayo ilikuwa nazungumzia hapa, naweza nika get info nikaandika vizuri hapa hivi, nikasema hapa research question 1 ambayo yenyewe ilikuwa inadili na Molo, nikaweka hapa done. Kwa hiyo ikawa iko hivi. Kwa hiyo nitakapokuwa na kodi, mfano hapa nikasema okay, na kodi huyu hapa, nikikodi hii hapa huyu hapa labda during nini, nikakodi huyu, nikasema okay, huyu hapa nienda na mkodi na select katika exist katika new code nikamlabel labda nikasema civic class. Kwa nitaweka tu hapa done. Kama hapa kodi yako utakuwa ukiangalia hapa kodi yako haipo, maana yake una click hii kodi hapa juu unaikuta hii iko hapa, unaichukua unaidrag unaiweka kwenye ile folder yako, ukiifungua hapo unaikuta hii. Lakini hii hapa, hii civic class ipo ndani ya swali la pili, kwa hiyo unaidrag tu na iweka hapa ndani ya swali la pili. Ukiwa una kodi katika mtindo wa namna hiyo, hiyo ndio tunaita deductive approach. Kwa ukisikia deductive approach watu wanavokodi, maana yake wanatengeneza container, akishatengeneza container anakuja tu kuingiza zile kodi zake pale ndani. Ukianza kukodi bila kutengeneza container, tunaita inductive approach, kama tulivyokuwa tumetengeneza kwenye swali letu hili la ngapi? Hili swali la kwanza. Nadhani mpaka hapo tunaelewana vizuri. Sasa hapa natoa zile zingine zote, nachukua hii na shikilia shift na move top level, nazitoa, na hii research question 1 ya Molo na delete hapa, naitoa delete, na huyu hapa wa pili na yeye pia namdelete wote, namtoa, na huyu wa tatu pia na yeye namdelete, namtoa. Kwa hiyo katika ile step ya kwanza na ya pili ya thematic coding itakuwa tumeimaliza. Hapa nakuja tena nafungua step inayofuata. Step inayofuata hapa naipa jina ambayo ile ni phase ya 3 na ya 4. Naunganisha hapa phase ya 3, phase ya 4, ambapo hapa katika phase ya 3 na ya 4 maana yake naenda kutengeneza theme. Kwa hapa inakuwa ni generating themes and what, nikigenerate theme, lakini pia naenda kureview zile theme zangu na review. Kwa naandika description ili kama ukisahau maana yake utaweza kuona. Kwa hiyo hii ya 3 ndio hii hapa, itakuwa iko hapa. Naomba ni close kwanza. Kwa hapa sasa tunachokuja sasa, maana yake tunatakiwa tuzi move hizi hapa, tunatakiwa tuzikopi hizi tuende nazo kwenye phase ya 3 na ya 4 ili tuendelee kuzifanyia mchakato. Kwa hiyo unaweza ukaziselect zote, alafu ukazikopi, ukaklik hapa copy. Ukiklik copy unakuja hapa ndani, hii una close tu, una right click pale, una paste hapa. Tap. Zimeingia hapa. Kwa zimekuja. Haya, kwa kodi zako zote zitakuwa zipo katika mtindo wa namna hii. Sasa katika hizi step ya 3 na ya 4 kwa mujibu wa Brown and Crack, maana yake anachokisema yeye, tunatakiwa tukagenerate theme, baadaye tunatakiwa tukareview zile potential theme. Sasa hapa tukiangalia mfano kama hapa mimi kodi zangu hizi 3 nilizokuwa nazo, tunapoenda kugenerate theme maana yake tunaenda kuangalia hizi kodi zinahusiana vipi, mahusiano yake yapoje, ile relationship. Kwa unaweza unagundua kwamba okay, Leading National Anthem na Song of Unity, hizi mbili hizi zina relate.
Alafu hapa tuna morning unit rito. Hii unaweza tukaleta kwanza kusema okay, kumbe kodi hii na kodi hii na kodi hii nyingine na hii nyingine hizi zina relate. Kama zina relate maana yake tunaziweka katika group moja. Tunaziweka kwenye kundi moja. Hapo ndio tunapotengeneza sub theme, au mwingine kama ndio ikiwa ni final maana yake atakuwa amepata theme. Wengine wanaita category au patterns, ndio hapo tunapotengeneza. Kwa hapa maana yake sisi tunaweza tukaangalia kwa mujibu wa hii ilivyo hapa. Okay, huyu hapa na huyu hawa wanafanana, hawa wawili. Tunawaunganisha. Kwa naenda hapa natengeneza new level, new top level ambayo hii naipa jina jipya. Ambayo hapa hii tuite ile molo value sasa. Ndio theme yetu, molo value. Naita hapa, alafu hapa ninaweka done. Kwa hii molo value hii hapa hii ndio theme kubwa ambapo hapa zinafanana zile mbili. Tunatengeneza theme yetu sasa. Kwamba huyu hapa na huyu hapa wanafanana. Hawa kwa sababu wanafanana, wana relationship ambao tunaweza tukaita molo value, tunaweka kwenye kundi moja. Kwa hiyo na drag tu huyu hapa namweka hapa ndani, na huyu hapa namshika huyu namweka hapa ndani. Pap. Kwa hii iliyotokea hapa, hii ndio theme yetu ambayo tumeipata hapa. Huyu kama alikuwa na mwenzie maana yake anaweza akasimama yeye kama yeye, na yeye anawezekana akawa ni theme vile vile au category, au akawa kama category vile vile, kwa hiyo akajitegemea. Kwa hiyo hapa tulipo maana yake tunakuwa na theme mbili. Lakini hapa ukiangalia kwenye huyu hapa, huyu hazisomi hizi faili hizi hapa, hazisomi. Kwa nini hazisomi? Kwa sababu hatuku merge zile, hatuku aggregate au hatuku merge. Kwa maana yake hapa unaweza ukasema merge into selective code chap, ukimerge pop. Unaona, ukimerge tu hapa itaanza kusoma ndani ya hii theme hii ina faili moja, lakini kuna reference mbili, yani kuna kodi mbili ambazo ziko hapa ndani. Na kweli ukifungua hapa ndani utakuta kuna huyu na pia kuna huyu. Hawa wote wawili wametokea kwenye faili moja. Kwa hiyo tunapata katika mtindo wa namna hii. Kwa hiyo hii hapa inakuwa ni ile theme. Kwa hiyo hii ndio step ile ya ngapi? Ya 3 na ya 4, jinsi tunavyokuwa tunaifanya. Step ya 5 na ya 6 maana yake hapa unaenda kurefine. Unaenda kurefine zile theme zako. Kwa hiyo utaenda utatengeneza hapa folder mpya ambao utaandika pale phase ya 5 na ya 6. Phase ya 5 na ya 6, ambapo hapa ninachoenda kukifanya ninaenda ilikuwa ni labda naming, ile naming of the theme, lakini pia ya mwisho kabisa pale na kuproduce ile report, producing report. Kwa na click hapa done. Kwa hii folder inakuwepo hapa. Unachoenda ukifanya unaenda kuachukua tena hawa hapa, ambapo hapa unakuja kwenye Kongo ya maki haipo. Ngoja nikiwa select hawa, alafu nikiwa explore button yangu. Nikiwa select hawa, sasa zetu tuliona nilicopy na kupaste. Kwa maana yake unaweza kuja hapa kwenye share baada ya kuwa select, unakuja hapa, una copy hawa hapa. Hapa una copy. Ukisha copy hapa, unakuja zako hapa. Maana yake unaitengeneza mpya, unaenda unaifungua. Ngoja niache kwanza hii. Tutaichukua tu kama ilivyo, tukopi ile njia ya kwanza. Nitaonyesha tena hiyo njia baadaye. Alafu nitakuja hapa ndani ya hii folder, hii na close tu hapa. Nitafungua hapa, nitazipaste hapa. Pap, zitakuwepo hapa. Hapa zikija sasa kwenye hii phase ya mwisho tunaangalia je, kuna labda tulivyo name mara ya kwanza tulikosea molo value, tukaandika labda morning unit rito, tukaona hii theme jinsi nilivyoiweka hii hapa sikuiweka sawa, natakiwa ni rename vizuri. Kwa hiyo hapa nikasema nakuja tena na right click get info, natakiwa ifunguke, niandike hapa labda morning, maybe morning glory, naandika hivi morning glory,
tap, nikaliname. Kwa hiki ndio hiyo step ile ya mwisho ambao unakuwa unaifanya pale. You see? Kwa hiyo itakuwa hivi. Kwa hapa ukifika maana yake unakuwa umemaliza katika zile step yako ile ya mwisho kabisa ya katika thematic coding. Kuna wale wengine katika hizi phase ambazo tunakuwa tunazitengeneza hapa, anapohama phase moja kwenda phase nyingine. Mfano hapa tulikuwa phase 1 hapa. Hii hapa phase 1. Tulikuwa na hivi vitu vitatu. Kwa na viselect vyote. Hiki hapa na hiki hapa. Ka select vyote. Baada ya kuselect vyote anakuja katika kushare. Katika kushare maana yake hataki hizi hapa ziduplicate hapa. Anatengeneza project mpya. Maana yake hapa jina litabadilika. Kwa maana yake akiklik hapa hii copy project itafunguka, uta continue. Utainame hii hapa. Labda NVivo copy hapa naandike phase. Naandika phase ya tunaenda phase ya 3 na ya 4. Phase ya 3 na ya 4. Hapa zimesaviwa kwenye desktop Tasafiki. Hapa NVivo. Na save hapa. Pap. Nishai save ile. Haya, hii hapa tuitoe kabisa na hii hapa tunaisave hapa. Nikishai save nita minimize hapa kidogo. Nitafungua lile faili langu la Tasafiki ile hapa. Nitakuja hapa kwenye NVivo, nitakuta ile faili hii hapa. Unaona hii nimelebo hapa phase 3 and 4, ndio nitaifungua hapa. Kwa hiyo nitaiklik hapa. Nikiklik hapa itafunguka. Katika NVivo project don't close successfully. Okay. Na close successfully. Je, nione tena. Fungua tena. Persist consist. Naona hii imenigomea, imecrash. Ndio shida ya software hizo. Siku nyingine nikipata nafasi nitaonyesha hiki kitu. Basi turudi na hizi za kwetu. Tukimaliza hapa sasa. Zoom hapa. Tukimaliza hapa sasa, nini ambacho tunaenda kukifanya? Unaweza tukaja sasa tukaangalia. Tunakuja tuna uwezo kuangalia, tunataka labda tu explore kitu fulani. Tunatakiwa tu explore kitu fulani hapa. Na kabla tuanze ku explore, mfano kama sasa nilivyosema, unaweza ukaziangalia, ukaona references zako ambazo ziko hapa, ukaangalia hapa references zako ambazo ziko pale, zote hizo zina kuwepo. Lakini hapa tunatakiwa tutengeneze case. Nakuja hapa chini, naomba nifunge hii hapa. Hapa chini hapa tuna case. Hawa case ni participant. Kwa naweza nika click hapa, nikaandika hapa, nikamfungua huyu. Nikaandika labda participants. Nikaweka hapa done. Hapa home. Kwa nikija katika faili langu lile la Word, hii hapa nika create case hapa, na create case chap. Hapa unaona imenionyesha kwamba kuna case imekuwa imetengenezwa hapa. Kwa case moja hapo iliyotengenezwa ni hii case. Kumbuka ni participant mmoja ambaye tunaye hapa. Zile transcript zako, zile faili zako ndio idadi ya participant. Kwa hiyo anaonekana atakuja anaonekana kama hapa, na hapa kuna kuwa na hiki kialama hiki ambacho hiki kinaonyesha participant. Hapa unaweza ukitaka kupata info, labda unataka kubadilisha jina, unaweza kubadilisha jina, labda ukaandika participant 1 au ukaandika vyovyote vile unavyotaka. Kwa unaweza ukambadilisha. Kwa hizo ni sehemu hii ya case, ambao kwenye hii case unaweza kadragi ukamwingiza ndani ya huyu participant wako ambao hawa wanapatikana hapa. Lakini nataka nionyeshe kitu tukiwa na participant wengi.
Naomba hapa, naomba ni stop kushare mara moja. Epstein file. Okay. Dosi na kuona dosi. Dosi unafurahi tu. Kama kuna swali jamani, mtu anaweza akaniuliza. Kama kuna swali wakati nafungua file. Okay. Okay. Project zangu leo zina clash. Samahani kidogo. Okay. Nataka naonyeshe hii hapa. Mfano hapa nilikuwa nina participant wakiwa wengi kidogo. What my cases here. Mfano kama participant wakiwa wengi wanakuwa kama hivi. Hao wote ni wale participant wako. Kwa hiyo unaweza kumfungua huyu ukaona zile taarifa zake. Yoyote yule ambaye unakuwa unamfungua unaweza kuona zile taarifa zake. Sasa kule kwa sababu nimekodi kidogo ambacho nataka niwaonyeshe katika kuvisualize hapa, haitaonekana vizuri kwa sababu kodi ziko chache kidogo. Ndio maana natumia huku ili tuweze kuona vizuri. Mfano ni kaja hapa katika matrix hii. Nikachukua matrix katika hapa, nataka naenda katika kuripoti ile, nafungua hapa create, alafu nakuja katika matrix framework ili niweze kuandika taarifa zangu vizuri, ili table ile iweze kuonekana. Kwa nitaifungua hii matrix. Kwenye row inakuaga kwenye row hapa tunaweka wale participant wetu. Kwa kule tulikuwa tuna participant mmoja, lakini hapa ninao wengi, kwa maana yake nitawa display hapa. Nita select hapa. Naenda kuselect case. Kule nilikuwa na case moja tu, lakini hapa nina case nyingi ambazo ni bora zaidi. Kwa hiyo naweza nikachukua labda 5 hawa ili tupate picha, au 4 wanatosha. Nimewaweka hapa kwa hawa participant wangu, alafu nakuja na huko kwenye column, na ambako kwenye column pia nataka nionyeshe kitu gani. Yaani participant yao imeonyesha nini? Maana yake kama ni ile theme, zile themes ziwe zinaonekana hapa. Kwa maana yake hapa nitakuja tena kwenye kuselect. Hapa kwenye kuselect maana yake naenda kwenye kodi. Ukiangalia hapa hakuna ile case haipo. Maana yake hapa tuna kodi. Kwa nataka niangalie kodi labda za labda kundi hili moja. Nataka nichukue labda kodi hapa. Ndani humu kuna nichukue labda hizi hapa. Huyu hapa. Hizi ni theme zangu zile. Hizi 5. Na ziselect hizi. Baada ya kuziselect hapa naweka tu okay. Tap. Inaniambia name cannot be blank. Hapa nilikuwa sijajaza jina la matrix. Frame yetu matrix naweza nikaita labda theme comparison of case and themes. Jina la theme. Kwenye row tumeweka participant, kwenye column nimeweka theme zangu, na kliki okay. Itajitengeneza. Ikishajitengeneza
inatokea column kama hizi. Unaona hii hapa, hii column inayojitokeza hapa. Kwenye hii column nimechagua hamna hata data. Okay. Pasikuwa na data hata moja. How comes? Naomba ni run tena hii. So unaona ndani sina data hata moja. Kwenye query hapa naomba niweke framework mpya. New. Kwenye data zangu huko nichukue kesi hapa, nichukue 2 au 3. Maana yake pale kama data hazionekani, maana yake unakuta yule mtu au yule participant hakuwa na kodi yoyote ambayo tumeipata toka kwake. Kwa ngoja nichukue labda hapa. Nichukue tena hapa. Nionekana nitapata data yoyote. Hapa column. Okay. Kwenye hii new tumeona hapa ni huyu, mfano huyu participant wa kwanza huyu, maana yake yeye tulikuwa na information ambazo tumezikodi. Kwa maana yake huyu participant alisema nini katika hii theme yangu ya kwanza ambayo nilikuwa nazungumzia social culture. Alisema nini huyu participant? Kwa hivyo maana yake huyu participant katika theme ya pili alisema nini? Maana yake hizo zote zitakuwa zina display katika hii matrix. Ngoja niikuze hapa. Okay, una click kwenye hizi kidude hapa. Zinatokea hivi. Kwa kama kuna participant yoyote alionyesha nilikodi taarifa zake zozote, maana yake zitakuwa displayed hapa. Kwa hiyo zitaonekana katika ile eneo. Na hizi taarifa zinazokuwepo hapa, mfano hii hapa. Hii ndio ile quotation ambayo huwa tunaicopy na kwenda kuipaste katika kazi ambayo tunaenda kuiandika. Ndio hii ambayo inapatikana hapa. Kwa hiyo tutasema participant huyu wa kwanza, participant wa kwanza alisema admiration for advancement of the China in transportation katika theme ambayo inazungumzia cultural exposure and learning. Lakini pia kama nataka kujua hii ilikuwa hii theme imepatikana wapi, maana yake nikifungua hapa, nikiklik hii kwenye hiki kibox. Vivu wangu imeclash. Okay, naomba nifungue tena. Haya. Nimejifunga hiyo. Inaniambia I don't want to send. Keep. Imeclash hapo. Ngoja ifungue tena. Ngoja ifungue. Okay. Nimefungua. Ile ilikuwa kwenye query matrix. Sijui ilijisevu au ikujisevu. Hata ikujisevu. No. Hai. Narudia tena, haikujisevu ile. Tuna hapa matrix framework, unaweza ka click hii hapa matrix framework, hapa tukaipa jina new, kwenye row tukaselect, naenda chap wave, labda wave ya pili. Hapa nikachagua watu wangu, participant wangu wale pale kwenye column, naenda kuangalia theme zangu ambao naweza nikafungua hapa. Nikamfungua huyu, nikachukua tena hawa hapa, hata 3 natosha, nikakliki, nikafungua hapa. Okay, kwa nilichokuwa nakisema maximize. Nilichokuwa nakisema mfano hapa ukikliki kwenye hii hapa, ukikliki maana yake hapa itakuonyesha hii text imetoka wapi.
nipo kliki kwenye hicho kiboksi, imeonyesha hapa kwamba hii kodi hapa hii imetoka kwenye hili file hili ambayo ilikuwa ni interview ya pili. Ngoja ni zoom hapa kidogo, itakuwa hivi. Kwa nipo click hapa hii sehemu ya maandishi ambako ni intersection kati ya theme yangu pamoja na yule participant wangu. Nikiklik hapa ndani, maana yake inaweza kutrack nikaona ile quotation ambayo nimeiandika pale. Lakini pia nikiklik hapa ndani direct, maana yake naenda kuona ile text nilikuwa nimeitoa wapi. Kwa hiyo yenyewe itakuwa imeonekana hapa. Hapa katika hii matrix pia una uwezo kuandika maneno yako. Not exactly ambacho itakuwa kimeonekana hapa, ila pia una uwezo kuandika description yako ambao inawezekana ikawa ni opening sentence ambayo unataka uje uiwekee na quotation ya quotation kutokea kwenye document yako au kutokea kwenye kodi yako ambayo umesha ikodi. Kwa hiyo ukasema at the beginning, labda hapa tukasema kuhusiana na hii culture, exposure and learning, participants walisema 1 2 3 4 5 kama Eboy alivyosema, ukamkoti hapa tap, ukaikoti hapa mpaka mwisho. Kwa hiyo hapa pia una uwezo wa kuandika yale maneno yako. Lakini kwa wale wanaotumia window, wana hii function hapa hii ya summary. Hii function ya summary ambayo iko hapa, kwa wao ukiangalia kuna mahali una uwezo wa kuiclick. Nadhani feature yake iko tofauti. Ukiclick ina uwezo wa kuja kujaza hizo taarifa zote hapa automatic, ikazivuta hizo kodi pia. Inazivuta hizo kodi. Kwenye Mac huko naona hiyo structure bado hatujaipata. Iko kitu kimoja, lakini tuna uwezo wa kuja kwenye explore hapa. Nifunge hii. Tuna uwezo wa kuja explore hapa. Hapa ninapokuja explore, maana yake zile kodi zako zile zote ambazo umezikodi zile, michoro yake yote inaweza ikaonekana hapa. Kila kodi ambayo uliikodi na theme yake. Mfano nilikuwa nina theme moja hii hapa ya kwanza hapa ambayo inaitwa intrinsic hapa. Ndani ya intrinsic nilikuwa nina visub theme ambao viko hapa. Hivi vidogo vinaonekana hapa. Ndani ya hivi visub theme nilikuwa nina kodi yangu ambayo iko hapa, ambayo inaonekana hapa. Kwa hii ni ile structure, hierarchy structure ambayo inaonekana katika mtindo wa namna hii. Huku mwishoni huku kwenye hii column ya mwisho hapa mwishoni hapa, unaweza kuwa unaona structure tofauti. Mfano nikibonyeza hii hapa, unaona ina change katika ile shape, ina change, au unaweza kubadilisha color, nikafanya nini, chochote kinawezekana kikawa kinabadilika katika hii sehemu ya mwisho huko. Hapa kwenye item unaacha kama ilivyo. Lakini pia inawezekana ukaamua wewe kufanya coding kwa style tofauti, au unataka kuview faili zako kwa style tofauti. Hapa tumeangalia kupitia chart. Kuna mwingine anaweza akaangalia kupitia hizi hierarchy. Kuna mwingine yeye anaweza akapitia mind map ukachola. Kwa hiyo una click kwenye mind map then ukachola kulingana na zile theme zako. Kwa hapa mimi nikasema labda theme mind map yangu hii. Kwa hiyo ita label hapa, naweza nikasema y. Kwa kama hii center itakuwa iko hapa, then zingine zote naweza nikatumia michoro tofauti kuwa nina extend katika mind map. Sasa hii ni kwa sija organize katika mtindo wa namna hiyo. Au kuna wale wengine katika kuview style nyingine, naomba nizifunge hizi. Katika kuview unaweza ukaja hapa, pale tuliangalia katika framework matrix, unaweza ukaja explore katika query hapa. Katika query hapa una explore kwenye kuripoti. Unaweza ukachagua hapa nini unataka kuripoti. Mfano nika click alama kujumlisha hapa kushoto, nika select ambacho nataka nikionyesha wale participant wangu. Nataka nionyeshe participant against theme. Kwa participant naweza nikapata kwenye case, labda kwenye hii namba 2 nikamchukua wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 4, nikawa select, watatokea hapa. Na huku kwenye column hapa na nataka niweke theme zangu. Kwa hiyo iwe participant against theme. Na click hapa, na kuja kwenye item hapa, naenda kuchukua kwenye kodi hapa. Kwenye kodi hapa nina theme zangu ziko hapa hizi, naweza nikachukua hizi sub theme au hapa wa 4 au nikachukua hata wa 3 tu, nika select hapa.
Baada nikisha select huku participant wangu, nimeselect na zile theme, nataka nione katika kila theme participant alisema nini, au kama kuna chochote au kama hakuna chochote. Na run hapa kwenye hii hapa, na run query. Kule kwenye mambo ya AI kule ndio tunasema unaweka prompt. Huku tuna run query, washatengeneza wao prompt. Maana yake hapo una click tap. Ukiklik pale itakuja itakuonyesha hapa aka katebo. Umeona aka katebo? Aka katebo hapa kanavyoonyesha, maana yake sijui naweza kukazoom akazumiki. Akataki kuzoom. Haya. Ukiangalia mfano huyu participant wa kwanza huyu, katika hii theme ya kwanza alijibu kitu fulani hapa, kitu kimoja. Katika theme ya pili alijibu hapa, kuna vitu vitatu aliongea hapa. Katika theme ya tatu hakusema chochote. Au wao participant wote kwenye theme ya tatu hamna hata mmoja alisema kitu chochote kuhusiana na mambo ya personal growth and mindset. Japokuwa wapo wengine ambao walisema. Ukija katika theme ya kwanza, huyu wa pili hakusema, lakini huyu wa tatu alisema, aliongea pointi kama 8. Tukitaka kuziona hizi kodi zetu walisema nini, maana yake hapa nina uwezo tu wa kudouble click. Nikidouble click zinafunguka. Maana yake yule participant katika ile kitu alizungumza mambo haya hapa. Kwa anaonekana hapa, kumbe hapa alisema hivi, alisema hivi, alisema hivi, alisema hivi. Na hivi ni vile ambavyo mimi nilikuwa nimekodi. Ndicho ambacho kinakuwa kiko displayed hapa. Kwa ndio kazi ya aka hii matrix coding query. Kwa unataka uangalie tu participant zidi ya hii theme alisema kitu gani, alisema mara ngapi. Kuna wengine wao wanaulizwa wakasema labda katika hiyo yule mtu kodi zake zilikuwa ngapi, labda alikodi sijui mara ngapi. Kuna maswali mengine unaweza kukutana nayo. Maana yake ukitumia software ndio unaweza ukajibu tu kirahisi, ukakutana na hizi namba hizi ambazo ziko hapa. Kwa hiyo na hizi namba baadaye unaweza kutumia kuchora magrafu na maeneo mengine. Lakini pia mfano hii hapa tuna mambo ya word count. Hii hapa kuna word count. Sasa ingine nimesema kuna watu huwa wanaripoti labda idadi ya maneno mangapi na nini, hapa yamejirudia mara ngapi hilo neno katika kodi zako zote, hilo neno limejirudia mara ngapi. Ndio hii sehemu ya word frequency hapa. Kwa maana yake naweza na select hapa, na select labda kodi hapa, na kuja kwenye hii hapa, kwenye hii theme na select labda hizi mbili, na angalia, nataka nikaangalia humo ndani waliongea maneno mangapi yalijitokeza pale. Nakuja hapa na run query. Ukirun inachukua muda kidogo, chap inaleta pale. Kwa katika zile theme tatu pale, kodi zake, mfano neno people limesemwa mara 50. Yani katika kodi zile zote ambazo ziko pale ndani limesemwa mara 50 hili neno na moja. Neno good lilisema mara kadhaa, neno fulani lilisema mara kadhaa. Kwa hivi ndivyo unavyoangalia zile word count. Kwa sababu unaweza kuulizwa kwenye kodi zako labda maneno fulani ile text fulani hii imesoma mara ngapi, au unavyosema participant kati ya labda unasema participant 5 kati ya 15 walizungumzia culture au walizungumzia language. Unaposema participant 5 wakikudai kodi, maana yake inabidi uje utuonyeshe huku pia hilo neno limesema mara ngapi kule. Hao walirudia hilo neno karibu mara 7, mara 8, mara 9. Kwa hiyo hicho kitu lazima ukifanye. Unakifanyaje? Maana yake ndio unakuja kufanya hizi query za kucounti maneno tofauti. Hapa kunakuwa na kitu word cloud. Kuna mahali nadhani unaweza kukuta vitabu au sijui nini, picha fulani huwa wanawekaga maneno kama haya. Yanatokea maneno kama haya hapa. Imetokea mchoro wa namna hiyo. Maana yake hapa hili neno people ndio limesemwa sana katika hii interview, limesemwa sana kuliko haya maneno mengine yote ambayo yako hapa ndani. You see? Kwa hiyo inakuwa hivyo. Hapa kwenye gallery hapa una uwezo wa kubadilisha ikawa katika structure tofauti ambazo wewe unazitaka. Ukabadilisha labda ukasema unataka structure hii hapa, unaweka pale. Kwa hii yote ni katika kuripoti na kuvisualize. Sasa kile unachokitaka kukipresent, maana yake lazima wewe umeshakijua unataka ukifanyia nini ndio ufanye hiyo analysis. Unataka kufanyia nini? Mfano kama huu mchoro,
unataka kuelezea nini kwenye huo mchoro, labda maneno jinsi yalivyokuwa yametokea kwa wingi au yamefanya hivi au neno fulani lilisemwa sana zaidi, maana yake unaweza kutumia huo mchoro kuelezea kitu fulani. Ndio uzuri wa kutumia software. Lakini ungekuwa umefanya coding manually, ni vigumu sana kupata diagrams tofauti tofauti au ripoti mbalimbali kama hizi. Hapa ukilight click, mfano mchoro ukilight click mchoro, una uwezo wa kuexport, ukaexport hapa ukapata kama PDF. Mfano kama hapo naweza nika export, nione nikiexport hapa, naenda kuweka kwenye hii word frequency query, ninaipaste pale, alafu nikirudi hapa nyuma kwenye faili letu la Tasafiki, nikaja hapa kwenye NVivo hapa ndani, neno word count, hii hapa imekuja PDF. Kwa naifungua hii PDF yetu hapa, kwa nakutana na aka mchoro. Kwa naweza nikautumia hapa, nikauweka kwenye kazi zetu. Kwa tukaweka kwenye kazi, ukafanya nini, michoro mingine yote unakuwa unaifanya katika mtindo huu. Unataka kuprint, utaprint, uta right click, una print, kwa itakuja printer yako, utaprint na kuendelea. Kwa michoro iko mingi na aina za reporting ziko tofauti tofauti, kwa ni wewe tu unataka kutumia njia gani. Nisiwachoshe sana, nimeongea mno. Labda kama kuna mtu ambaye pia anaweza akatuonyesha demo kupitia Windows PC kidogo tu namna tunavyokodi, hasa zile paragraph 2 nilizoziacha pale chini, mtu akatuonyesha. Lakini data zikiwa kidogo, yani mfano hizi diagrams kwa zile reporting zingine zinakuwa zionekani vizuri. Ndio maana nimejaribu kutumia hii data. Okay, karibuni. Kuna mmoja naona aliuliza swali Deli. Alisema ikiwa naweza kukodi moja kwa moja toka kwenye audio, kuna ulazima wa kufanya transcription ya hiyo audio? Hakuna ulazima. Yaani ukitaka kufanya kodi moja kwa moja kutokea kwenye audio, hakuna ulazima, au kwenye picha au kwenye PDF, wala hakuna ulazima ambao uko pale. Kwa ni wewe tu vile utakavyokuwa umeamua kufanya.